Hii movie yetu leo ni Over Her Shoulder. Mimi ni Lil CK, hapa ni Storytime 360. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na sisi, make sure umesubscribe hapo kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo unapata burudani every day. So, bila kupoteza wakati tunaanza movie yetu kama hivi. Kuna jamaa anaitwa Nathan, yupo kwenye gari yake hapa kama unavyomuona, alikuwa anaelekea zake ofisini na akamepokea simu kutoka kwa mamake. Mamake anasema kwamba ulisema unakuja leo, mbona hujaja? Muona jamaa akasema okay mama, nakuja, niko njiani sasa hivi. So jamaa ikabidi ampigie rafiki yake ambaye anafanya naye kazi ili amwambie kwamba yale mafaili ambayo alikuwa anatakiwa kuyafanyia kazi, jamaa aanze kuyafanyia kazi kwa sababu atachelewa. Sasa wakati anaongea na simu hapa yuko busy sana. Kuna mwanamke alikuwa anatokea upande wa pili, alikuwa anafanya mazoezi, ana jog. Ili gari ikataka kumgonga kwa sababu jamaa alikuwa angalii vizuri barabarani. Jamaa akashtuka sana. Umeona, sio ikabidi ashuke kwa ajili ya kuweza kumwomba msamaha mwanamke kwa sababu alitaka kumgonga. Huyu dem kama unavyomuona anaitwa Jasmine, ni mzuri kinoma, kama unavyoona pia amefungasha kinoma. So jamaa amefika akasema, "Hey, nimekugusa." Basi Jasmine hapa yuko na uoga kinoma, anasema, "Hapana, hujanigusa." Muone jamaa anasema, "Naomba unisamehe sana, sikukuona." Jasmine muda huo akawa amezimia kwa sababu ni kama vile alikuwa amepata mshtuko mkali sana. So jamaa ikabidi amshike hapo, amuingize kwenye gari na ampeleke hospitali. Basi akampeleka hospitali na inaonekana baadaye amemrejesha nyumbani kwake Jasmine anapoishi. Muone, so Jasmine amefika nyumbani hapo, jamaa akasema, "Okay, nashukuru wewe ni mzima na sijakugusa kabisa. Samahani sana kwa kitu ambacho nimekifanya." Jasmine akasema, "Usijali kwa sababu niko salama." Akasema, "Okay, so uko sure unataka nikae hapa niendelee kukupa company au uko vizuri?" Jasmine akasema, "No, inaonekana uko busy, niendelee na shughuli zako." Jamaa akasema, "Sawa, nadhani tuonana baadaye." Akasema sawa. Huyu mwanamke akasema, "Mimi naitwa Jasmine." "Unaitwa nani?" Jamaa akasema, "Naitwa Nathan." Umeona? So jamaa akaahidi kwamba atakuja baadaye kumuona Jasmine kwa sababu alikuwa ametaka kumsababishia matatizo. So anataka hakikisha kwamba yuko vizuri sana kiafya. So ikabidi aondoke zake. Umeona? Amekuja ofisini huko akawa anaongea na huyu mfanyakazi mwenzake kuhusiana na mambo ya kazi na walikuwa wanapanga kwamba hii kampuni yao inakuja kushirikiana na kampuni nyingine kwa ajili ya kukamilisha hiyo kazi ambayo wanatakiwa kuifanya. So wamesubmit mafaili kwa ajili ya hiyo kampuni nyingine. So tunarejeshwa nyumbani huko, tunakuja kumuona Jasmine alikuwa na rafiki yake anaitwa Ada. Sasa Ada anasema kwamba kwa hiyo mwanamke huyo mwanaume amekurudisha nyumbani baada ya kutaka kugonga. Mwana Jasmine anasema ndio, amerejesha, anaonekana ni mwanaume fulani smart sana. Ada anasema no, huyo mwanaume amefurahi kwanza kwa sababu hajakugusa, kwa sababu ulikuwa unaenda kumtafutia bills nyingine kwenye maisha yake. Unadhani angekugonga itakiwa kuhudumia na vitu kama hivyo hapa. Akasema no, huyu mwanaume amesema anakuja kuniona na imani atakuja kuniona kwa sababu ni smart, anaonekana ni mpole sana na yuko vizuri. Umeona? Basi Ada anasema tutaona kama atakuja hapa. Basi leo naambiwa kuna huyu sekretari amekuja kwa Nathan na alimwambia Nathan kwamba huyu ndo binti ambaye kampuni yao imesubmit kufanya kazi na sisi na yeye atakuwa ni msimamizi wa matangazo. Nathan akasema kwani matangazo si tayari tuna watu ambao wanashughulikia hivyo vitu? Umeona? Basi sekretari akasema ila bosi amesema huyu hapa tutamweka kwa ajili ya hiyo sekta. Sasa alikuwa jam notice vizuri kwamba ni yule Nathan, ni yule Jasmine. Umeona? So secretary alivyoondoka ndo Jasmine anamwambia, "Wewe si Nathan?" Umeona? Nathan naye anamwangalia vizuri anasema, "Jasmine." Umeona? So akawa amefahamiana hapo na akasema, "Nashukuru sana kukuona." Akasema, "Umedanganya, uliniambia utakuja nyumbani na ukuje." Jamaa akasema, "Nilikuja lakini nilipotea njia kwa sababu niliiona tu mara moja kwa hiyo sikuifahamu vizuri." Umeona? Basi akasema, "Kwa sababu umekuja hapa inabidi baadaye nikurejeshe nyumbani mwenyewe kwa sababu sijajua ile njia vizuri na nataka niifahamu ili nije kukutembelea siku nyingine." Basi wakawa wamekubaliana hivyo. Na kweli niambia baada ya kazi kuisha wakawa wamepanda kwenye gari na jamaa yetu Nathan alikuwa anampeleka Jasmine nyumbani kwake. Sasa amemfikisha nyumbani kwake hapo na wakawa wameagana by the way. Umeona? Sasa jamaa yetu alivyorudi nyumbani Nathan akamechukua PC yake pale na akaanza kumwaza sana yule dada ambaye anaitwa Jasmine. Ni mzuri, ni mrembo kinoma. So akaingia Instagram na akaanza kuangalia picha zake ambazo ameziposti na jamaa alikuwa crazy kinoma baada ya kumuona yule mwanamke. Sasa leo naambiwa asubuhi jamaa ameenda nyumbani kwa nani? Kwa Jasmine. Alienda kumpitia kwa ajili ya kwenda kazi kwa sababu anafanya kazi kwenye project moja. Sasa Nathan Jasmine anasikia hodi, ameenda kufungua, anamuona ni Nathan. Umeona? Akamwambia, "Unafanya nini?" Jamaa akasema, "No, nimekuja kukubeba nikupeleke ofisini kwa sababu nilijua leo na kikao na sisi." Akasema, No. Akasema, "Kwa nini lakini umekuja nyumbani kwangu bila taarifa? Sipendi hivi vitu." Umeona? Jasmine akaonekana kama hajapendezwa kabisa kumuona jamaa yetu Nathan kwa sababu amekuja bila taarifa na akawa anamshautia, anasema, "Sijapenda hichi kitu kabisa." Umeona? Nathan akasema, "Basi naomba usinisamee." Na Jasmine akasema, "Mimi na kikao sasa hivi kwenye project zangu nyingine na kwenu na kikao saa 8. Kwa hiyo saa 8 ndo natakiwa nije ofisini kwenu, sio asubuhi." Umeona? So jamaa yetu akasema, "Naomba unisamee." Basi akawa ameondoka zake. Unaambiwa Jasmine akame chukia sana. Umeona? Sasa jamaa yetu alivyokuwa ofisini leo akwenda kwenye kile kikao ambacho kilikuwa saa 8 kwa sababu alikuwa na kikao kingine. So ikabidi leo Jasmine aje ofisini hapa, akamwambia, "Vipi, mbona hujaje kwenye kikao ambacho ulitakiwa uje na tuonane pale?" Umeona? Jamaa yetu akasema, "Nilikuwa na kikao kingine cha Zoom kwenye PC hapa. Nilikuwa na mazungumzo na watu wengine ndio maana nimekosa hicho kikao leo, ndio maana kuna mwakilishi amekuja." Akasema, "Okay." Akasema, "Vipi, kaa tuweze kuongea." Basi wakawa wamekaa na
Jasmine akagundua kosa lake na akamwambia mshikaji, naomba unisamehe kwa sababu umekuja nyumbani kwangu leo na nikakushautia na nimeona kama nilikosea. Jamaa yetu akasema no, ni kosa langu kwa sababu nilikuja bila taarifa, nitakiwa nikupige simu, kwa hiyo sijali kabisa. Basi unaambiwa Jasmine akasema poa, vipi lakini tunaweza maybe tuka hang out pamoja. Jamaa akasema ya usijali, ila kwa sasa hivi niko busy, nadhani nikishamaliza nitakujulisha. Basi unaambiwa Jasmine akawa anaona jamaa atakuwa amechukia baada ya kile kitu nilichomfanyia. Akamwambia uko vizuri lakini jamaa akasema ya usijali, mimi niko poa, muone. Lakini jamaa yetu alikuwa kama vile amekwazika na kile kitu. Hasa leo alivyokuwa na Ada huku supermarket, Jasmine akaanza kumwambia kuna kitu ambacho nakihisi kuhusiana na yule mwanaume ambaye ni Nathan. Ada akamwambia wewe inabidi uachane na huyo mwanaume kwa sababu kwanza anaonekana hana interest na wewe, lakini wewe unajilazimisha tu kwake. Akasema no, amekuja leo asubuhi nyumbani kwangu, unajua hilo, umeona. So akawa anapiga story kuhusiana na jamaa yetu Nathan, umeona. Basi huyu mwanamke ambaye ni Jasmine akawa anataka kufanya kitu kwa ajili ya huyo jamaa. Basi unaambiwa jamaa yetu huku kumbe bado anamfikiria Jasmine. Alikuwa anamwangalia kwenye simu yake vibaya mno, anaangalia picha zake kinoma na anapendezwa naye. Sasa leo ilikuwa kwenye project huku na walikuwa wanafanya kazi. Baadaye Jasmine akagundua kwamba Nathan yuko hapa, anataka kumfuata. Nathan akawa ameingia kwenye gari baada ya kumwona Jasmine anakuja, akawasha gari, akaondoka zake. Jasmine akajiuliza huyu jamaa kwa nini ameondoka baada ya mimi kuanza kumfuata. Muone sasa akawa amerejea nyumbani huku na alikuwa amekuwa disappointed sana. Amekaa hapo, Ada akaja akasema wewe mbona unaonekana umechoka? Akasema ni leo nimejisikia vibaya sana. Akasema kwa nini? Akasema huwezi kuamini, yule Nathan leo tulivyokuwa kwenye project amekuja pale na mimi baada ya kuanza kumfuata akawa amewasha gari ameondoka. Ni kama vile alikuwa anataka kuongea na mimi. Basi Ada akamwambia labda alikuwa na mambo yake, na nisha kwambia mwanaume hakuhitaji, wewe tu unajishaua, umeona. Basi unaambiwa Jasmine akasema ni kuanzia leo nimeacha kumshobokea kabisa, yani leo ndo mwanzo na mwisho. Basi Ada akasema tutakuona, muone. Sasa azili kupiga story hapo akasikia hodi, muone. Sasa ameenda kufungua akamkuta ni nani? Nathan amekuja na chakula hapo. Akasema samahani, vipi? Nilitoka kwenda kuchukua chakula baada ya kuona upo kwenye project pale na kama ulikuwa una njaa, so nienda kuchukua chakula lakini nimerudi sikukukuta, nilikuletea chakula hapa. Jasmine akawa huyu jamaa mimi nilizani ameondoka tu, kumbe alienda kunichukulia chakula. Akasema okay, by the way kaa tuweze kupiga story. Wakawa amekaa pale, akamtambulisha kwa Ada, umeona. Sasa jamaa yetu akakaa hapo na ikabidi Jasmine aende kupasha hicho chakula. Alivyorejea wakaanza kupiga story. Jamaa yetu akamwambia kwamba hivi unajua kwamba mimi napendezwa sana na kampani yako, yani nimetokea kuelewa tu kama rafiki yangu. Basi Jasmine akasema pia mimi nimefurahishwa sana na nimependa kampani yako. Basi wakawa anapiga story. Jasmine akawa anatamani kusikia jamaa anamwambia nakupenda, umeona. So jamaa yetu akasema okay, nitaka nikwambie pia Jasmine akawa anasikia kwa makini kinoma. Jamaa akasema nataka niondoke kwa sababu muda umefika, umeona. So Jasmine akaona hajaniambia hicho kitu, umeona. So ikabidi atoe jamaa na jamaa yetu akaondoka. Amekuja huko na Ada akasema huwezi amini, jamani nilizani aliondoka alinikimbia, kumbe anaenda kunichukulia chakula, umeona. So ikawa ni usiku na jamaa yetu akampigia simu Jasmine usiku akamwambia hivi unajua nimefurahi sana leo kuweza ku hang out na wewe, umeona. So Jasmine akasema pia nimefurahi. Jamaa akasema mimi naomba uweze kutoka nje mara moja. Akatoka nje akamwambia angalia juu. Akaangalia juu akaona ni nyota tu. Akasema kuna kitu gani niangalia? Akasema umeona hizo nyota? Ukiangalia vizuri kuna nyota ambazo zina rangi nyekundu, kuna rangi ya blue sometimes ukiangalia. Akasema ndio. Akasema ndo maana mimi pia napenda mavazi ambayo ni mekundu pamoja na blue, so nikikuona umevaa hivyo pia nitapendezwa na wewe kwa sababu ni mavazi ya upendo, umeona. So hizi ni kitu ambacho jamaa alianza kukijenga kwa huyu mwanamke mdogo kumuonyesha maneno mazuri, unaona, vitu kama hivyo hapo. So alipokata simu Jasmine akasema kutoka nje kwa ajili ya kuangalia nyota tu, okay sawa, kama ndo kazi yake. So leo project ilikuwa imeisha na tunamwona Jasmine alikuwa amevalia gauni la blue hapo, jekundu kama unavyoona. So akana piga story na wanapongezana kwa kuweza kumaliza hiyo kazi. Kulikuwa na mfanyakazi mwingine hapo kutoka kwenye kampuni ya kina Nathan na akamwambia kwamba hivi nilikuambia Jasmine hiyo nguo ya nyekundu umependeza sana. Napenda sana kuona kwenye nguo kama hii hapa, umeona. So jamaa yetu baada ya kumuona jamaa anamsifia sana Jasmine, ikabidi awaambie kwamba oya, tumemaliza kikao na kila mtu afuate mambo yake sasa, umeona. So akabaki Jasmine na Nathan. So jamaa yetu akamwambia kwamba okay, naona kama umevaa nguo ambayo nilikwambia jana naipenda, umeona, rangi kama hiyo. Basi akasema okay sawa, imetokea tu coincidence nimevaa hivi, umeona. Jamaa akasema vipi utaonaje kama mimi nikikutoa date nikakupikia chakula? Akasema kunipikia chakula? Unajua kupika chakula? Akasema najua, ningependa sana kupikia. Basi mwanamke akasema sawa, haina shida, fanya hivyo. Kweli jamaa yetu ameenda leo nyumbani kwake na kama ameandaa chakula na amemuita Jasmine, na kweli unaambiwa akawa na kula chakula hapo, akawa anapiga tu stories za kawaida, wala mshikaji hajamwambia kwamba anampenda Jasmine. Basi unaambiwa baadaye Jasmine amemaliza hapo na jamaa yetu akawa amemtoa. Jasmine alikuwa anaondoka zake anarudi nyumbani, basi amemsindikiza paka getini, Jasmine akaondoka. Jasmine amerudi nyumbani kwake leo, amechukua wine kwa ajili ya kunywa. Ghafla anamkuta
mume wake ambaye anaitwa Koe alikuwa rudi kutokea safari. So ameshtuka sana baada ya kumuona jamaa. Kumbe huyu mwanamke bwana ameolewa. Jamaa anasema vipi, mbona umeshtuka? Akasema no, sijategemea kuona hapa babe. Akamkumbatia pale. Akasema vipi? Akasema yani umerudi bila taarifa. Jamaa akasema nataka nikusurprise. Akasema okay basi poa. Wine hapa twende tukasherehekee. Wakawa wameenda kunywa wine. Leo jamaa wetu bila kujua Nathan amebeba zake maua na zawadi. Amekuja kwa Jasmine, anataka kumwambia ukweli kwamba anampenda. Amemgongea hodi hapa, amegonga hodi, mara kinatoka kidume unaambiwa. Koe huyo hapo. Umeona? Jamaa akasema vipi? Jamaa kaangalia hii ni nyumba Jasmine, jamaa au nimekosea? Umeona? Kweli unaambia Jasmine mwenyewe akaja. Akasema vipi? Umeona? Jamaa ikabidi ajifanye kama amekosea nyumba, akawa ameondoka zake. Jasmine pia akavunga. Umeona? Jamaa akasema vipi? Mbona mbeba maua unapeleka wapi? Umekosea nyumba? Umeona? So Jasmine akamwambia baby achana naye, atakuwa amekosea nyumba huyo. Umeona? Wakawa wamerejea zake nyumbani. Sasa jamaa yuko huku ana mawazo kwamba yule mwanamke kumbe ana mwanaume wake, kwa nini kuniambia? Umeona? Yale maua akaishia kuechezea mwenyewe tu. So huku upande wa pili unaambiwa jamaa yetu Koe alikuwa anataka kufanya mapenzi na mke wake ambaye ni Jasmine. So anamlazimisha hapo, anataka kumweka kwenye feeling, lakini Jasmine anasema mimi sijisikii kwa sababu na stress za kazi. Akawa amemkumbatia tu pale. Kumbe alikuwa na mawazo ya jamaa yetu Nathan baada ya kile kitu ambacho kimetokea. So jamaa yetu Nathan huku leo amegongewa hodi, alikuwa ni Jasmine amekuja baada ya kujua amemkera mshikaji. So kamfungulia, kamkaribisha. Umeona? Basi huyu mwanamke akasema kwamba nisamee kwa kitu ambacho kimetokea jana. Jamaa akasema hamna shida. Akasema kwa nini kuniambia siku zote kama una date? Akasema no, si date, nimeolewa. Kwa nini mke wa mtu? Okay. Akamwambia mbona lakini kama ulivyokuwa na mimi ulikuwa na furaha na ulikuwa unataka kujenga kitu fulani na mimi, kwani unahisia na mimi? Umeona? So mwanamke akasema yawezekana, lakini mimi ninakupenda wewe. Ukaribu ambao nilikuwa nao ni kama unanikumbusha maisha nilikuwa naishi na kakaangu. So ni kama vile nataka uwe rafiki yangu wa karibu kama kakaangu tu. Jamaa akasema no, lakini mimi tayari nishajenga kitu ambacho kinaitwa hisia na wewe. Siwezi kabisa kuwa kaka yako. Nataka kuwa na mahusiano na wewe. Jasmine akasema lakini unajua hicho hapo kitu hakiwezekani kwa sasa hivi kwa sababu mimi nimeshaolewa. Jamaa akasema lakini niangalie afu niambie unipende. Basi ghafla unaambiwa wakajikuta na kiss. Umeona? Na Jasmine akajishtukia, akataka kuondoka. Anataka kuondoka, jamaa akamfuata, akamkisi tena. Umeona? Jasmine akasema no, utaki kufanya hichi kitu, akaondoka zake. Jamaa akawa na mawazo, sasa nifanye kitu gani? Huyu mwanamke mimi nishamuelewa. Umeona? So baada ya Jasmine kuondoka, akawa anataka kumpigia simu lakini Jasmine alikuwa apokei simu. So akawa na mawazo, mshikaji, nifanye kitu gani sasa mimi? Umeona? Huko upande wa pili Jasmine amerudi nyumbani. Mume wake amemuona, Jasmine vipi? Basi hapo naambiwa kwa sababu alitaka kumsaliti kule, akasema baby nataka nifanye mapenzi na wewe. Akaanza kumkiss pale na akamwambia twende chumbani. Umeona? So Jasmine ameenda na mume wake chumbani, wakawa wamelala pamoja. Na baadaye jamaa yetu huyu Koe ni mtu ambaye anasafiri kila baada ya wiki kadhaa. Yani alikuwa akai kabisa na mke wake. Ndio maana Jasmine alikuwa mpweke pia. So jamaa yetu hapa leo anasema babe, unajua tayari nina safari. Kwa mimi nakuacha, nadhani nitakuwa nje kwa wiki kama 2-3 afu ndarejea. Basi Jasmine anasema wewe kila siku unaondoka unaniacha mwenyewe tu. Jamaa anasema si ndivyo, natafuta pesa kwa ajili yetu. Jamaa akawa ameondoka, na wakati anamuaga mke wake hapo nje, kumbe jamaa yetu bwana Nathan alikuwa zake nje pale anaangalia mchezo mzima, na alikuwa amegundua kwamba mume wa Jasmine amesafiri tena. So ikabidi baadaye arejee nyumbani hapa. Amekuja unaambiwa Jasmine akamwambia wewe mume wangu ametoka ameenda dukani tu, akirejea hapa kukuta atakumind. Jamaa akasema unadhani sifahamu kwamba jamaa amesafiri tayari, ameondoka? Mimi najua kila kitu. Umeona? Kwa usijifanye kama unanifukuza hapo nitaki. Okay poa, nimeshafikiria kitu ambacho ulikisema. Naomba tu marafiki tu, tusiwe hata wapenzi. Basi unaambia Jasmine baada ya kusikia hicho kitu akasema sawa, kama ni hivyo nimekusamehe kwa kila kitu na tuwe tu marafiki. Basi wakawa wanapiga story. Basi huko upande wa pili baada ya Jasmine kumwambia Ada kilichotokea, Ada anasema umemruhusu kumsamehe yule jamaa baada ya yale kufanyia yote? Unadhani yule jamaa kweli atataka kuwa rafiki na wewe? Huyu jamaa anataka tu akuchezee na uweze kuingia kwenye mahusiano nawe, uingie kwenye mitego yake. Acha kufanya hivi vitu, inabidi usiwe na karibu naye kabisa. Basi unaambiwa Jasmine anasema no, mpe nafasi kwa sababu anaonekana ni kijana tu mzuri. Umeona? Asa alikuwa fahamu chochote na maisha yake, akawa ameendelea kama kawaida bila kufahamu kwamba jamaa yetu alikuwa ana vitu vingine kabisa. Asa leo alikuwa anasikia vitu nje hapo, amefungua dirisha, ni kama vile akamuona mtu, akamepiga simu kwa Nathan. Anasema Nathan, naogopa kwa sababu kuna mtu kama vile amekuja kunichungulia hapa nyumbani kwangu, afu sielewi ni nani. Umeona? So Nathan akamwambia poa, mimi itabidi nije. Basi kweli unaambiwa Nathan amekuja hapo na akawa mpatia company kwa sababu alikuwa anaogopa sana usiku ule pale. Umeona? Basi leo unaambiwa ofisini huku jamaa yetu alikuwa anaongea na mshikaji wake hapa kuhusiana na deal la kazi, na ghafla pia akapigiwa simu tena na nani? Na Jasmine. Jasmine akasema kwamba nimerejea nyumbani kutoka kazini, nimekuta mlango wangu uko wazi, sijui kuna mtu atakuwa ananifuatilia mimi. Umeona? So jamaa yetu akasema anakuja, usijali. Basi unaambiwa jamaa akaacha deal la kazi hapo, kama amemfuata nani?
Jasmine. Amekuja huku kwa Jasmine, kweli anakuta mlango uko wazi. Akasema okay, subiri mimi nikaangalie ni nani yuko ndani. Ameingia ndani, amekuta hamna mtu yote. Akamerejea, akamuuliza mlinzi, umemwona mtu yote hapa ameingia ndani? Akasema no, hakuna mtu. Akasema no, na uhakika nyumba yangu nilifunga, kuna mtu ambaye ananifuatilia mimi, naogopa sana. Jamaa akasema usijali, kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu mimi nipo karibu yako. Umeona? Basi unaambiwa jamaa ikabidi amwambie kwamba asijali, kila kitu kitakuwa sawa. Unaambiwa leo Jasmine kwa ajili ya kujami akamenunua vikamera vile vidogo kama vipachika chumbani kwake pale, ili aweze kufahamu kama kuna mtu anaingia basi awe anamuona. Umeona? Basi amepachika kamera na akamwambia Ada kitu ambacho kinaendelea. Ada akasema lakini anaweza kaa ni nani huyu ambaye anafanya hichi kitu? Akasema mimi sifahamu, yani kuna mtu ananifuatilia na mimi simjui ni nani. Umeona? So akawa anajiuliza ni nani, na leo amekuja kwa Nathan huku na namueleza, anasema mimi naogopa sana sasa hivi, naogopa kwenda kazini, naogopa kurudi nyumbani, yani sielewi hata. Jamaa wetu akasema kama unaogopa kwenda kazini kwako, unaweza ukaja hata kazini kwangu hapa ukawa unafanya kazi hapa, usijali, mimi niko na wewe na nitakuwa na wewe bega kwa bega. Basi jamaa wetu leo alikuwa anapiga story hapa na akawa amekuja getini anachungulia, akamkuta Jasmine pamoja na Ada wanaongea na kijana mmoja hivi bonge unaambiwa. So jamaa wetu akaanza kumfuatilia kijana Bigi ni nani. Umeona? So jamaa kuna kitu ambacho anakifanya ambacho hata sisi wenyewe hatufahamu ni kitu gani. Basi unaambiwa maisha ya Jasmine yanaendelea huku na alikuwa anafanya mambo yake kama kawaida bila kufahamu chochote ambacho kinaendelea kwenye maisha yake. Umeona? Sasa leo unaambiwa tena akawa amesikia kuna mtu ambaye kama ananyata hapo ndani. Akawa anaogopa, huyu ni nani? Akampigia Koe alikuwa apokea simu, mume wake. Akampigia Nathan, akasema Nathan, kuna mtu ambaye anahisi yupo nyumbani kwangu, naomba uje mara moja. Basi akachukua chupa akaanza kujihami kwamba ni nani ambaye atakuwepo hapo ndani. Anamuuliza, wewe ni nani? Mimi nimeshika silaha, ndakudhuru. Kama wewe ni mtu ambaye unanichezea tu, ni bora ujitokeze. Umeona? So anaogopa sana hapo baada ya kugundua kuna mtu hapo ndani. Basi amekaa, baada ya muda fulani akawa amekuja Nathan na akashtuka sana baada ya kujua kuna mtu ameingia, akawa ameangusha hadi ile chupa. Kumbe alikuwa ni Nathan bwana. Nathan amekuja akasema uko vipi? Uko fresh? Akasema kuna kitu ambacho kinaendelea bado mimi sikijui, yani naogopa na nakuwa na uoga muda wote. Jamaa wetu akasema usijali, mimi niko hapa kwa ajili yako. Akawa amemkumbatia pale na akamwambia hautaondoka hiyo siku. Basi unaambiwa Jasmine akawa amelala kwa Nathan hapo, na Nathan alikuwa macho, naambiwa mpaka panakucha. Umeona? So kitu ambacho kinaendelea ni kwamba jamaa wetu akawa amempeleka leo ofisini Jasmine na akawa amerejea naye nyumbani. Umeona? So alivyorejea nyumbani kwa Jasmine akapiga kelele baada ya kwenda chumbani. Jamaa wetu ameenda chumbani kule akamkuta kuna kijana alikuwa kumbe kwenye nyumba, akamdaba. Unaambiwa akamwambia ni nani? Unafanya nini hapa? Umeona? Wakawa nakunjana hapo, jamaa akamfunga, akampiga sana ngumi. Unaambiwa akamuuliza wewe ni nani na unafanya nini kwenye nyumba? Jamaa akawa hataki kuongea. Unaambiwa jamaa akaenda akachomeka pasi, akasema leo utaona kitu ambacho nakufanyia. Basi kachomeka pasi pale, imepata moto. Akasema na hesabu mpaka 10, niambie umetokea wapi na unafanya nini kwenye nyumba? Jamaa akawa hataki kuongea. Basi unaambiwa jamaa wetu akachomoa pasi, anataka kumchoma. Jamaa akaanza kuzungumza, akasema nimeagizwa na Koe. Mpaka Jasmine akashanga, Koe, wewe unaongea kitu gani wewe? Hivi unamjua Koe ni nani? Akasema ndio, Koe ndo ameniagiza hapa, ameniagiza nije kumuua Nathan, lakini nikuue pia wewe Jasmine. Akasema Koe amekuagiza uje kutuua? Kwa nini? Hivi unamjua vizuri Koe au unajua kwamba Koe ni mume wangu mimi? Akasema ndio, najua huwezi kuniamini lakini ndio kitu ambacho kinaendelea. Koe alikuwa anadhani wewe na Nathan mnatoka kwenye mahusiano, kwa anataka mimi niwaue wote, lakini mimi sio muuaji, ndio maana nimeshindwa kufanya hivyo. Umeona? So ikabidi Jasmine amwambie wewe sikuelewi unachokiongea na nawapigia polisi, utaenda kueleza vizuri. Akasema sikiliza, nipe simu yangu uweze kuona kama hichi ninachokiongea ni ukweli. Basi akapatiwa simu, akatoa pale password na kweli anakuta kuna mazungumzo baina ya huyu jamaa na Koe. Akasema Koe, inawezekanaje haya mambo yanaendelea? Kwa mume wangu mwenyewe anataka kuniua, inakuaje? So jamaa wetu akawa amewapatia kodi ambazo zinaendelea kwenye hii nyumba. So bila kujua wakawa wamepotezea, na leo Koe akawa ametegwa hapa. Jamaa amerudi kutokea safari, akawa amemuona mke wake, anamwambia vipi my love? Jamaa akanyanyuka akasema hata usisogelee, usijaribu kumsogelea. Akasema nisimsogelee mke wangu? Afu jamaa ndio lileta maua siku ile pale, ukasema umekosea nyumba, sio wewe? Unafanya nini hapa? Umeona? So jamaa yetu akawaita polisi, akamwambia joeni mkamate huyu jamaa. Polisi wametokea upande wa pili na wamekuja na yule jamaa ambaye alikuja kwenye ile nyumba siku ile pale. Umeona? So jamaa yetu akasema ndio huyu mshikaji bwana, ndio huyu ameniagiza mimi kazi. Kwa hiyo akana shangaa, wewe kitu gani kinaendelea hapa? Umeona? So polisi wakasema utaenda kujieleza ukiwa kituoni. Akasema no, nataka kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Akasema wewe unataka kumuua mke wako, unataka kumuua pia na huyu jamaa hapa.
haya mambo yote utayajua kituoni. So jamaa yetu akawa haelewi kitu gani kinaendelea, anajifanya kama vile hajui. So ikabidi tu aweze kupelekwa kituoni, na jamaa yetu akamwambia Jasmine kwamba usijali, kila kitu kitakuwa sawa na sasa hivi uko salama, umeona. Jasmine akasema mimi naogopa sana kaa kwenye nyumba. Jamaa akasema usijali, basi chukua vitu vyako twende nyumbani kwangu. Kweli unaambiwa Jasmine kaenda akachukua vitu vyake na akawa ameenda nyumbani kwa nani? Kwa jamaa yetu Nathan. Na Nathan akamuonyesha chumba chake Jasmine kwa sababu alikuwa hajatongozana. So akamwambia utakuwa unalala hapa. Jasmine akawa anaona yuko safe. Basi unaambiwa usiku wanaangalia movie, maisha kana endelea, wanaishi pamoja hapo ndani, wanakula, wanafurahi kwa pamoja, wanapiga story. Mpaka siku ya leo jamaa aliingia kwenye chumba cha Jasmine akamkuta amevaa nguo fulani hivi sexy sana. Jasmine mwenyewe akawa amejishtukia kumuona mshikaji. Akasema vipi unafanya nini hapa? Akasema no, nitaka nije kuaga usiku mwema, umeona. Basi Jasmine akasema sawa. Jamaa alivyoingia chumbani kwake akawa anajifikiria, yule mwanamke ndo ana shape vile. Akawa ameshangaa sana kumuona Jasmine yupo kwenye yale mavazi. Basi anawaza nifanye kitu gani, unaambiwa, umeona. So leo Jasmine alikuwa anapika zake hapa na jamaa amejiandaa kwenda ofisini, na akamkuta pia Jasmine yupo kwenye mavazi fulani hivi sexy kinoma. So Jasmine akasema wow, umejiandaa, unataka kuondoka? Jamaa akasema ndio, lakini naona mpaka kazini ni uvivu kwenda kwa sababu nakuacha wewe hapa. Jasmine akasema usijali, utanikuta, umeona. So akajikuta hapo tena wana kiss, umeona. So ni dhahiri kabisa kwamba watu wanapendana, umeona. Basi Jasmine akamwambia kwamba ukirejea leo nitakwambia kitu kimoja, nenda kazini mara moja. Basi jamaa akasema leo nikirejea kimoyo moyo kwamba lazima aje kuchapa mzigo. Basi unamwambia ameenda kazini na alikuwa na furaha kweli kweli, unaona. Anajifikiria tu kwamba leo ni wahi kurudi nyumbani, mambo yawe uhakika. Basi unamwambia Jasmine pia akawa ameingia kwenye mahusiano, yani hisia zimeshamkachi kwa Nathan. Ameingia chumbani kwake leo kwa Nathan hapa. Basi akaanza kunusa harufu ya Nathan kwenye mashuka na mito hapo, anafurahi kweli kweli, umeona. So ghafla akawa ameona simu. Hii ni simu ambayo aliikuta kwa yule jamaa ambaye walimpiga, alisema kwamba anakuja anataka kuwaua, ametumwa na Koe. Basi akawa ameona notebook pia, amechukua ile notebook akawa amesoma. Basi inaonekana jamaa yetu Nathan ameandika maneno ambayo anaenda kuambia kwamba siku zote mwanamke ukimpenda basi inabidi utafute sababu ya kujifanya wewe ni shujaa. Basi kuna huyu mwanamke nimempenda anaitwa Jasmine, na njia pekee ya kuweza kumpata ni kujifanya shujaa. Kwa hiyo lazima nifanye kitu chochote ambacho kitanifanya niweze kujenga uaminifu kwa huyu mwanamke. So moja kwa moja tunagundua kwamba huyu jamaa yetu yale mambo yote alikuwa anayafanya kwa Jasmine, na anajifanya kama anamuokoa Jasmine kutokea kwenye mikono ya watu wabaya, kumbe alikuwa anayatengeneza yeye. Kwa moja kwa moja kumbe aliyekuwa na arrange yale mambo yote ni Nathan, wala sio Koe, mume wa huyu jamaa, mume wa huyu mrembo. Basi unaambiwa baada ya kujua hivyo Jasmine akawa ameogopa sana, akarejea nyumbani kwake. Basi unaambiwa leo jamaa yetu Nathan amewahi kurudi kutokea kazini, anakuja nyumbani anakuta hayupo Jasmine, na akakuta drawer yake imefunguliwa. Ilikuwa na zile simu, lakini pia ile notebook. Akaona yule mwanamke tayari ameshajua siri zote. Basi akamfuata nyumbani kwake. Huku upande wa pili Jasmine anahangaika kuwapigia polisi, umeona, na anaogopa kinoma. Basi ghafla unaambiwa jamaa yetu akawa ameingia hapo. Akaambia mbona sijakukuta nyumbani kwangu, ulikuwa umeondoka kwa sababu gani? Basi Jasmine akasema kwamba sihitaji kuona hapa, na kumbe yote ulioona unafanya ni wewe. Ulikuwa unasema ni mume wangu anafanya, kumbe ni wewe. Unataka nini kwenye maisha yangu? Jamaa akasema kwamba unafahamu mimi nakupenda sana na nimefikia hatua ya kukupenda, yani mpaka na kosa kabisa kitu cha kufanya, kwa sababu haya yote ndio yafanya kwa sababu ya upendo. Nakupenda wewe, wala sitaki kudhuru, nataka niwe na wewe. Wewe umeshakuwa kama soulmate wangu. Kwa hiyo unachotaka ukifanya hichi kitakukosti, utajikuta unaingia kwenye matatizo, kwa sababu mimi ninachokitaka kwako ni upendo tu. Akawa mpaka amekasirika mshikaji, umeona. So Jasmine akawa anaogopa kwamba huyu jamaa mbona kama mimi simuelewi anafanya kitu gani hapa. Akasema sikiliza, nimeshawapigia polisi, utakuja kudhuriwa hapa, kwa hiyo ni bora uache hichi kitu ambacho unataka kukifanya. Jamaa akasema umefanya makosa makubwa sana. Basi akawa anataka kumvamia Jasmine na aweze kumdhuru hapa, na mkaba anataka sio kumuua mshikaji. Basi hapo Jasmine akajitetea, akampiga Nathan na hicho alichokishika hapo. Basi unaambiwa ndio ikawa poni yake, kwa sababu jamaa alianguka. Ghafla pia Ada anaingia hapo na alikuwa amekuja na polisi. So jamaa wakawa wamemkamata Nathan, umeona. Sasa Ada akamwambia kwamba vipi, uko salama? Uko salama Jasmine? Akasema niko salama, umeona, jamaa alikuwa anataka kunidhuru. Basi wakawa anapiga story hapa na akaanza kumwambia Ada kwamba najisikia vibaya sana kwa sababu nilimtuhumu Koe mume wangu, kwa sababu nilikuwa nahisi anataka kunimaliza, kuniua, lakini kumbe alikuwa hajui chochote, na siku ile ningemsikiliza alivyokuwa anasema kwamba haelewi kitu ambacho kinaendelea. Basi Ada akasema usijali. Akasema nisijali nini, kwa sababu Koe ameenda kufungwa na sidhani kama anaweza katoka, umeona. Basi wakawa anapiga story hapo. Ghafla bwana tunamuona Koe ameingia hapo, na Jasmine akasema inawezekanaje? Naona hadi aibu kukuona, naomba uweze kunisamehe. Basi Koe akasema usijali, kwa sababu sio kosa lako, na lazima tu hata ningekuwa mimi nisingekuamini. Kwa hiyo
ulichokifanya ni sahihi, wala usijali. Mimi nilikuwa sina makosa, ndo maana nimeachiwa leo hii hapa. Kwa usijali kabisa, na nisamee mimi kwa kutokuwepo hapo kipindi ambapo unanihitaji. Nahisi kama ni makosa yangu pia, so nataka ni make up to you, muone, nataka nisafishe mambo yote ambayo nimeyakosea kwako. Basi kama amemkumbatia na akamfanyia surprise, kwa sababu jamaa alipiga goti na akasema nataka tuanze maisha mapya, nataka nikuvalishe pete tena, kwa sababu ni kama tulikuwa tushaachana kwa sababu ya kitu ambacho kimetokea, so nataka tufanye tena ndoa kwa mara ya pili. So hii ikawa ni furaha sana kwa Jasmine, kwa sababu kitu ambacho kilikuwa kimeharibika basi kimerejea tena. Basi akawa amefurahi sana na akakubali pia kuvalishwa pete, kwa sababu ni kama walikuwa wameshaachana na jamaa kwenda kufungwa. Basi akawa amemkumbatia pale na maisha yakaanza mapya kabisa. So kuna muda mwingine inabidi usijaji vitu haraka haraka, lazima ufanye uchunguzi kidogo. Niambie umejifunza nini kupitia movie yetu leo. By the way, mimi ni Lil CK, ningependa kuona comment yako hapo chini. Thank you for your time, thank you for watching. Usisahau kusubscribe Storytime 360, usisahau kusubscribe Storytime HD. Nimeacha link kwenye comment. Thank you for your time, thank you for watching. Bye bye.